Sawa, kwa majina naitwa Isaac Mungai aka Kijana Msafi, chairman wa New Gamer Young Leaders Movement, na leo nimekuja kuzungumzia yale mambo niliona yakiendelea kule Western, na nimekuja kuaddress President William Ruto kwa sababu niliona kwa mkutano yake wale magaidi kutoka Western wanaitwa kina Dan Wanyama wakiongea wakisema ya kwamba wanataka ku-isolate Mount Kenya. Nikasikia huyo mwizi anaitwa Dan Wanyama akisema mahali wanaelekea sasa itakuwa us versus them. Mimi nataka nikumbushe William Ruto kitu moja. Bwana William Samoei Arap Ruto, ile siku ulikuwa unakuja kulilia hapa Mlima Kenya, ile siku ulikuwa unasoma hapa Sunday school asubuhi, unasoma service ya kwanza, unasoma service ya pili, unasoma mpaka service ya jioni hapa Mlima Kenya, ukijaribu kulilia huku ndio watu wa Mlima Kenya wakupatia kura. Hao wezi au matapeli au maconmen wa huko Western kila Dan Wanyama hawakukua hapo. Ile siku William Ruto unakimbia hapa kutuambia mtoto wetu Bwana Uhuru Kenyatta anakutesa. Ile siku umekuja kulilia hapo ukituambia Bwana Uhuru Kenyatta ametupa nguo zako nje huko nyumba yako ya Mombasa. Ile siku umekuja hapa kulilia Gatondo ukiambia Uhuru Kenyatta asiwe watoto wako. Mpaka jamii ya Mlima Kenya wakakuhurumia kupatia kura. Hao wezi wamekuzingira leo hii, kina Kamketu maconmen, watu wa wash, wezi wa ng'ombe, kina Oscar hawakukuwepo. Mimi nashangaa sana Bwana William Ruto, hata kama mlikosana na Rigathi Gachagua. Sio Rigathi Gachagua alikupatia kura za mlima. Ni sisi jamii ya Gema tulikupatia kura zetu milioni 5. Sio Rigathi Gachagua alikupatia kura yake peke yake. Hata kama mlikosana na yeye, hata kama hauna heshima na yeye, hata kama unadharau jamii yake, Bwana William Ruto, ni vizuri ukumbuke ya kwamba hiyo kitu umekalia leo hii, umekalia kwa sababu ya jamii ya Gema. Sisi ndio tuliungana tukakutetea. Sisi ndio tuliungana tukakushika mkono kama kijana wetu hapa tukakupatia kura. Siku ulituahidi ya kwamba ukiingia ukuwe rais utatusaidia. Mimi nashangaa umesahau mpaka sisi unakubalisha jamii ya Gema inatusiwa kwa kikao yako Bwana William Ruto. Kwani William Ruto umekuwa mtu fake kiasi gani? Such that tunatusiwa kwa mkutano yako na vijana wadogo kama Dan Wanyama. Ati wanasema wataisolate sisi. Mimi nataka niwaambie, kwa sababu aliongea hivyo Bwana William Ruto kwa mkutano yako. If this is what you discussed behind the curtains, I dare you President William Ruto, kuanzia kesho futa watu wote wenye ni Mlima Kenya kwa serikali yako. Watupe nje wote. Anza na Professor Kindiki. Ingia kwa mawaziri, ingia kwa PS, machairman wote wa parastato, fukuza wote wenye wametoka Mlima Kenya kwa serikali yako. So that ndio tuamini hiyo ujinga watu wako wako nao wakusema kwamba mnataka kutuisolate sisi ndio tuone mnamaanisha. Lakini hiyo ujinga hapo ya kuongea ati ndio mtishie jamii ya Gema, ati tuonekane ya kwamba sisi jamii ya Gema ndio tunataka kujitoa kwa serikali, ndio tunapinga serikali yako sisi peke yetu, ati ndio sisi hatukutakii, ati sisi ndio tuko na ukabila. Hiyo narrative William Ruto, I want to tell you, you will not succeed. Tunajua uko na matatizo kwa sababu 2022 uliomba kule ukituambia mambo ya Hasra versus Dynasty. Ukatuomba kule ukituambia mambo ya sijui mama boga, Huribaro, mkokoteni na bodaboda. Hiyo yote utapeli yote ukatutapeli na ikazima. We know you have a challenge because 2027 haujui na bado haujajua utatumia narrative gani kuconfuse sisi. That is why mnafikiria kwamba na wakora wako ati mkikaa kona fulani mfikirie kupanga mambo ya ukabila. Ati muambie Kenya mzima jamii ya Gema ndio wako na ukabila. Ati sasa hiyo narrative itafanya muhurumiwe zile kabila zingine zote zigang up against sisi. Hiyo narrative haitakula kwa sababu wa Kenya leo hii si wajinga. Na hii maandamano juzi imekuwa hapa Nairobi ya Gen Z. Haikuwa maandamano ya Wakikuyu, haikuwa maandamano ya jamii ya Meru ama Waembu ama Wakirinyaga hapa. Ilikuwa jamii ya watoto wa Jamhuri ya Kenya. Hawakuwa na mambo ya ukabila. Na ile maswali waliuliza serikali yako, walikuwa wanakuuliza aje? Ni vipi unaweza rekebisha maneno nchi yetu ikuwe sawa, watoto wasome, wamama wapate afya, watu wapate ajira? Hiyo ndio maswali ilikuwa ya Gen Z. Mambo ya taxation, hawakuwa na mambo ya ukabila. Kwa hivyo Wakenya kwa jumla wamechoka na serikali yako sababu ya utapeli na uongo. Kwa hivyo hata mkijaribu kusukuma ationekane Mlima Kenya wako kwa kona fulani, Mlima Kenya hamutaweza kutufinya kwa kona fulani. Na hiyo kututishia sijui mtatu isolate. Na shangaa sana ni ku isolate na jia gani? Because hatutanyamaza na hatutakosa kuongea. Kama mnafikiria mkiongea hivyo tutanyamaza,
tusionekane wabaya. Hatutaki kuonekana wazuri katika macho ya wakora. Hatutaki kuonekana wazuri katika macho ya wakoloni. Kama tulifukuza mbeberu, mzungu mweusi hapa, nani sasa atatisha sisi? Hatutaki kuonekana wazuri katika macho ya watopeli. We will speak as Kenyans. Tutakosoa serikali kwa njia ambayo inafaa katika sheria. Hatutaogopeshwa, tutaongea. Mkitaka kuona sisi ni wabaya, hatuna. Kwani hata mkiona sisi ni wazuri mtatupeleka wapi? Hata mkiona sisi ni wazuri, si mtatuona wazuri ndio mtutumie vibaya? Si kumelialia hapa tumekupatia kura. Saa hii umesahau. Nataka nikuambie William Ruto, kama wewe ni mzee kweli, kama wewe ni kiongozi kweli, haufai mkutano yako unakubalisha hao matapeli wanatusi jamii ya Wagema na uko hapo. Hao wakora sisi hatukupatia wao kura. Hawa wezi hatukuwachagua sisi. Wamechaguliwa na uko kwa manyumbani. Wewe ndio tulipatia kura zetu hapa. Kwa hivyo hata kama uko na shida na Rigathi Gachagua ama uko na shida na Uhuru Kenyatta ama mtu mwingine, heshimu sisi kura zetu milioni 5 zile ambazo tulikupatia. Na nikwambie, hakuna kitu itazuia sisi kupinga serikali yako. Hakuna kitu itazuia sisi kukosoa serikali yako. Na hakuna kitu itazuia sisi kujipanga na kupanga siasa zetu kama jamii ya Mlima Kenya. Hakuna kitu itazuia sisi kutengeneza urafiki na zile jamii zingine. Hakuna kitu itazuia sisi kwenda kwa uchaguzi ya 2027 tukiwa na watu wale wengine kama jamii ya Wakisii, jamii ya Wakamba, jamii ya Mrembe. Tutaungana na wao, mpende msipende. Na kama mko na uoga, na wataka niwaambie ni mapema. Nilisikia bwana William Ruto ukiambia Rigathi, ukisema sijui mtu wa Munyoro, nikasikia sijui unasema huu mtu wa Mitego sijui nini. Wacha tumbo joto bwana William Ruto. Wacha kuongea mingi. Rigathi Gachagua hajasema anasimama kiti. Hata hana mpango ya kusimama kiti. Lakini sisi kama jamii, ile mpango tuko naye hauwezi simamisha. Na si Rigathi mnashindana na yeye bwana William Ruto. Wacha nikwambie, so that is stop confusing Kenyans. Mashindano ya 2027 haitakuwa kati ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Mashindano ya 2027 itakuwa baina ya Wakenya na uongozi mwema. Itakuwa baina ya Wakenya na kuraibarinti nchi hii. Itakuwa baina ya Wakenya na kutafuta kiongozi ambaye anaweza shikilia nchi hii. Kwa hivyo bwana William Ruto, yule mnashindana yeye 2027 ni Wakenya milioni 50. Wale ambao wamechoka na gharama ya maisha, wale ambao wamechoka na utapeli, wale ambao wamechoka na kudanganywa, ndio mnashindana na wao 2027. Mimi kama kijana msafi nikuwa mstari wa mbele. Kura yangu nitatokea mapema kuhakikisha kwamba nimeshindana na wewe. Kwa hivyo wacha kushinda hapa ukiuzia watu narrative za sijui mtu wa Mitego, sijui hana plan, wewe ndio uko na plan. Hakuna plan uko nayo. Na hii kipindi yote abracadabra, hii kuongea mingi tumekuzoea sasa. Usifikirie sasa hata ukiongea na ndimi hatutakujua. Tunajua wewe ni yule yule. Hakuna confusion hata moja utaletea wananchi wa jamhuri hii waanze kuchanganyikiwa. We are going to be very clear. Na hatutaki confusion. Adui yetu kama wa Kenya ni bwana William Ruto, yule ambaye anaongoza kwa uongozi wa kimabavu na kifua. Yule ambaye alitudanganya na ameshindwa kurekebisha uchumi wa jamhuri hii. Huyo ndiye kama wa Kenya tunaenda kushindana na yeye. Na hakuna kitu itazuia. Kitu kingine bwana William Ruto, niliona unasomea kijana mdogo ambaye anaitwa Sarasia. Ukimuuliza ni wapi alipatana na wananchi wakamwambia SHA ni mbaya. Mimi nataka nikuulize rafiki yangu bwana William Ruto, wewe ni wapi ulipatana na Wakenya wakakwambia SHA ni mzuri? Hata wale Wakenya wamejitokeza, tuliwaona kule Afya House. Wakaingia huko kuambia waziri wako ya kwamba SHA ni utapeli, SHA ni ukora, pesa zinamezwa huko kwa mitandao lakini kutoka hazitoki. Wananchi wametoka hapa Kenyatta National Hospital wakajieta kwa ofisi zenu kusema ya kwamba SHA ni ukora. Kwa hivyo mimi nashangaa kiongozi kama wewe, mwanasiasa amekuwa kwa serikali karibu miaka 50, unarushiana maneno na kijana amechaguliwa hapa miaka 2 na anajaribu tu kukuambia ukweli. Lakini kwa sababu hamtaki kusikia ukweli, tutawaambia asubuhi, tuwaambie mchana, tuwaambie usiku, tuwaambie kesho kutwa, mtondogo, tutawaambia ukweli. Mkitaka kukufa mkufe, lakini hatutakosa kuongea ukweli kama Wakenya. Na hii mambo ya SHA, ulituambia NHF ni mbaya. That is why mmetuletea SHA ukatuambia itakuwa inalipia sisi bili ya hospitali. Mimi nataka nikuambie William Ruto, hatuwezi kubali kuingia kwa SHA ambaye atukikuwa mgonjwa ile kukusaidia kubwa inaweza kukusaidia inakulipia sijui bili ya kitanda hapo 3,000 4,000. Na saa hiyo bili ya vile ambavyo mgonjwa ametibiwa hapo inakuja 1,500 ama 1,400. Alafu SHA inamlipia kitanda hapo 20,000. Kama mnamlipia 20,000 ajitafutie 1,100 karibu 400. Iko haja gani alipe SHA?
Si hali hata hiyo kidogo basi ajilipie kwa sababu hamsaidii. Mimi nataka kuambia William Ruto, hauongozi wanyama ama unaongoza miti. Unaongoza Wakenya ambao wako na akili. Wanaweza kupima hapa ni utapeli na hapa ni ukora. Kwa hivyo kama NHIF lituambia ilikuwa baya, tunataka kuona system ambayo itakuwa mzuri kuliko NHIF. Zile mambo NHIF haiko inatufanyia. Tunataka kuona mtandao program ambao inatufanyia. And therefore Wakenya wakiongea unasema wako na mapepo, lakini sisi tunaongea ukweli. Na tukiongea ukweli baadaye mwenye mapepo ataonekana ni nani. Nikimalizia niambie jamii ya Mlima Kenya, watapeli wasiwauzie uoga. Watapeli wasifanye mnyamaze. Lazima tuungane na Wakenya wale wengine kutetea haki zetu. Sisi ndio tunalipa ushuru kama Wakenya. Sisi ndio tumeajiri hao matapeli. Na kwa sababu nimesikia wabunge wakisema sijui ongezewe mshahara. Mimi nataka niwaambie sasa. Ile mliona mwezi wa 6 last year, hiyo sasa ilikuwa kionjo. Kama mnataka kujiongezea mishahara huko bungeni, hiyo siku Kenya itakwisha. Kwa sababu hatutakubali. Hatutakubali. Mumenyonya wananchi, sasa mnataka mpaka kuwanyonya damu. Wananchi wanahangaika, wananchi wanakufa, wananchi wanateseka. Lakini nyinyi kazi yenu hapo tunawalipa milioni na ushuru yetu, lakini mnasema hiyo milioni haitoshi, mnataka muongezewe pesa nyingine. Mimi nataka niambie William Ruto, kama unapenda Kenya hii tafadhali, ongelesha hao wakora tulichagua kule bungeni. Waambie hiyo upuzi waache na wakomeshe. Sababu wakiendelea na hiyo maneno ya kusema wataka kujiongezea mshahara, hiyo siku ndio watajua Wakenya milioni 50 ndio wenye nchi hii, lakini sio wakora 350 wenye wanakimbia pale parliament kukula pesa yetu. Na hiyo si tafadhali. Lazima tutaongea, lazima tutatetea haki zetu. Na hii story ya kuogofesa mnajaribu kuuzia watu wengine uoga hapa, mtu akiongea mnamuua. Venye huyu kijana wa Nakuru kule Moro aliuliwa. Hiyo inaonyeshana ya kwamba nyinyi ni waoga. Nyinyi ni waoga kabisa. Kwa sababu kama nyinyi sio waoga, hamwezi huwa kijana ambaye kazi yake tu ni kuamuka anatetea wananchi wa huko kwao. Hamwezi huwa kijana ambaye kazi yake akiamuka ni kuongea tu mambo ya ukweli. William Ruto, siku umeapishwa hapo ulituambia kwamba ati unataka opposition ambaye itakupeleka mbio. Baadaye ukaingiza baridi. Usiku kama Nicodemus ukakimbia kwa Raila Amolo Odinga na ukamwambia I withdraw mambo opposition, utamtafutia kazi. Ukameza opposition. Na wewe ndio ulikuwa umetuambia kwamba hauna shida na Wakenya ambao wanakuuliza maswali. Sababu ulinunua kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga. Sisi Wakenya milioni 50 ndio sasa viongozi wa upinzani. Na sisi wenyewe ndio tunajitetea moja kwa moja kutoka kwa maboma zetu. Moja kwa moja kwa matelevisheni. Moja kwa moja kwa TikTok, Facebook, WhatsApp, kila pahali. Sisi Wakenya ndio tunajitetea moja kwa moja. Na ile kitu ambayo uliitisha ndio tunakupatia, a strong opposition. Ukijaribu kutetea program ambayo haieleweki, tunakuambia hapa unatukosea, hapa unatupoteza, hapa unatumia pesa yetu vibaya. Na tukikwambia hivyo haimaanishi tu hatupendi nchi yetu. Tukikwambia hivyo haimaanishi tuko na shida na wewe kama mtu binafsi. Tukikwambia hivyo tunataka na tuko na haja sana na uongozi bora katika nchi yetu, ndio tupate mabadiliko, ndio tupate ile maendeleo ambayo inafanya tulipe ushuru Kenya hii. Ya? So mimi kama kiongozi wa vyama hapa Mlima Kenya, vile ambavyo mambo inaendeshwa, vile ambavyo marafiki zako wameanza kuongea, tukipitia hiyo barabara naona mambo itawaka. Nafikiri nitamalizia hapo, lakini pengine naweza chukua swali moja ama maswali mawili alafu tutamalizia.